wanawake ndio wanalalamika sana kwa mambo ya mapenzi, na single mothers wamekuwa wengi, watu sijui ni watu wanaachana, na baby daddies pia ni wengi. For my view, I would say one, we as women tumekuwa empowered sana. Ile ya Mmejiempower ama mmekuwa empowered? Both. Tumekuwa empowered, alafu ile chance unaipata unajiempower zaidi. So to a point unapata you are doing better than the man you have. So ile kuna ile alafu kuna point unafika hapa kuna feel umeamua to grow just because kwa either financially stable kumshinda, uko like mbona niko hapa just to get a kid, uko like this is my target, nataka tu nipate mtoto, and because mimi na huyu mtoto tunaweza have a better life without this man, I just get the child and move on. So I would say hiyo inachangia sana hiyo women empowerment. I'm not saying we should not be empowered, we should, but pia the same energy that inatumika ku empower women pia ikue on the boy side ama the man side, because I feel kinda men wamekuwa wameachiliwa kidogo. Kitambo ilikuwa ni mtu aje, like men walikuwa more empowered than us women, but nowadays kwa vice versa. Tukienda kwa kazi mingi women ndio wengi, kwa interviews wanawake ndio wengi, unapata maybe position ni watu 5 but women ni 4, mwanaume ni 1, na bado atapewa hiyo kazi. Unatambua watu wengi wana nguvu ya kutoa. Wow. Okay, for me, I think most of the cases of single mothers, it's not something intentional. Most of them unapata they didn't intend wakwe a single mother. Unapata in a case where maybe mwenye amepata naye mtoto, they are not responsible. Okay? Na maybe wamekuja kuona the true colors after now wamepata the baby. Because before maybe they might act very nice to you and all that, and a baby coming in, they might feel like they are not ready for a commitment or being responsible. Because I don't think there is any lady that would want their baby to grow up in a family where they are raised by one parent. Because ku grow up in a dysfunctional family in affect watoto sana. If you look someone mwenye ame grow in a functional family na dysfunctional, there is a very different, kuna very noticeable difference between those people. And I think ni kitu yenye si intentional for most of the ladies. Wanajipata in a situation where I have to do this for my own sake, for my own mental health, because mtu niko na yeye hata anisaidii mahali, they are not being responsible, they are not stepping up for the baby. So wana choose acha tu nikae peke yangu, I can do anything for myself. They just wanajitoa tu hivyo. Yeah, I think it's a matter of the men who don't want to step up most of the time. Can you get married to single dad? No. No. Why? Just my preference. Si waliachana na wife yake? No, maybe for me I can't. It's something that sijawahi fikiria, because I have had someone mwenye alikuja kuniambia later, I actually have a kid. That is 2 years after to my date. I actually have a baby along the way. When we were dating, I met someone, we have a baby and we are co-parenting. Alienda children's home, tunafanya co-parenting, and there's nothing between me and them. And I was like, this cannot continue. Yes, along the way. Because it was on and off, nini, along the way. Hapa mtoto. And he expected me to behave normally. Expect. But I was like, no, this is a whole, like, there's something about baby mamas and baby daddies. They always have something going on. Most of them, ni sawa kuna wenye ni wazuri, they won't have anything to do with their baby mamas. But most of the times, there's always something going on. And me, I don't want that burden of kuna mtu mwingine ati ameenda kuona mtoto na ameenda kumuona kwa nyumba. I don't want that stress. Anybody? For me, it's a yes and no answer. In this aspect. Yes, you are a baby daddy, yes, but the baby mama is nowhere to be found on earth. Dead. Yes. For that case,
sina shida. But Kwa kuambia alikufa. Sio kuniambia tu, nitaonyeshwa. Yes. Like nataka evidence. Si uko na evidence ya Muliza? Nataka evidence ya the same alikufa. Kama alikufa, ni sina shida. You but take care of the kid. Yes. I would very much. Actually, me I love kids. As at now, but not me to bear the kids. So I would even Utaki kuzaa mtoto? As at now. Yes. As at now. How Yes. old are you? As at now, staki. Yeah. How old are you? Very old. Old enough. Old enough. Lakini utaki. But sai staki. Unajipatia miaka ngapi? I have a very short time. Yeah. Seme kitu tusiseme. Joto huyo mtu sina. So and no, you ni yes. So and no, juu kama huyo mtu ana exist ati mna co-parent, there's nothing like co-parenting. Mna parent from different houses. That means nitakuletea mtoto muone, utaona mtoto utaniona. The same thing ilifanya mpaka nikakubebea mimba. Hiyo feeling hakuna mahali ilienda. Ni substitute situation ndio ilifanya ikapungua, but it's still there. And of course kuja kuwa na mtoto unakuja uko dressed better, like you'll make sure uko better than vile tuliachana. I'm a girl. Ile feelings is the rudi. Uko like na meiva. Kwanza na akuje kumwona kama ana ovulate. Kama ako hai is no I can't. But kama amekufa bado sina shida. Can you accept to be married as a second? Never. No. Like mimi nimetia bidii kwa mama kwa life ya mamangu nikakuja wa kwanza. That's my mom. Nikakuja wa kwanza. In this world full of people, like there's Kenya, there's achana Uganda, I can't do Uganda. There's Asia, there's uko kwote. Nikuje kuko wa pili? Never. Tunashare bwana. Tutuche tu Bwana Yesu, but bwana. Na kama kuna pesa. Acha akae nazo, but no. I can't. Second wife. Do you know majority of men above age 30, 33, 34, majority of them have kids? That's why I don't want when you're gonna kids, because what I know is God can't keep me this. Like, mimi ananisaidia nijieke tu vizuri mpaka sasa sina mtoto. Sina cha kupata watoto. Utaki kudate Gen Z? Yes, ya nini we are so much exposed to nini? Like we are so much exposed to everything. Si wote tunakuja hapo tunajifanya machopi, tunajua kila kitu. Hakuna mtu anataka kuambiwa, kama anataka kusikiza. Na nikiamua mimi as a girl, because I'm a woman either way, I be the neck and listen. Kitu ananiambia na reason more kumshinda. So Gen Z tano. In case scenario, God forbid, for example, it happens, umepata ball, and then this man are you ready to take care of the kid? What will you do? Let me tell you, for me, I believe getting pregnant is not a mistake. It's a decision. Yes. It's not a mistake. No, it's not. So it can't happen. No, it can't happen. You cannot. I don't think I will get in a position where I have to get pregnant for someone that is not ready. Yes. Kwani wewe mnauliza, are you ready? Because tukifika hiyo point like you can just wake up one day and decide to get pregnant for someone. Mtu mkifika hata hiyo point mnafaa umemjua vizuri na we have a goal. Na tuko na the same mindset, na tuko na the same goals, because how long can you date a guy for you to understand that person? Well, you cannot really understand someone unless they want to reveal themselves to you. But unaona time tells everything, and there is something that you can't lie to. A pattern. There is a pattern of how they behave, a pattern how they speak. Ita tell too over time what they do consistently, not what they tell you. Unajua mtu anaweza kuja kuambia mimi bedhe na kuanga mpole sijui nini, I know how to handle conflict nini, but wait until mko in that situation. So in those situations, in those conflict, over time ndio utaelewa mtu, but wezi learn mtu in
like 1 month umemjua mtu, no. But Gen Zs nowadays, you are dating people for 6 months. Hata si 6 months, 1 month. And then Hiyo 1 month utakuwa umejua mtu kwa. hapana, that is something that I cannot do, like kurush. No, hatuna hurry ya kwenda anywhere. Allow me to know you, tujue kama hata tuko compatible. Yes. And you, Betty? What's the question? I'm asking you, how long can you date somebody? Actually, my wish of dating someone is to date them forever. It's just that along the way, unapata that your goals hazi-align. Whatever you want, whatever they want, zinaenda south. Like, hakuna mahali mnapatana, and singetaka kubuild life with such a person. Ushai date mtu kama huyo? Ama ni communications tu kwa mnaangalia? So unajua through that communication is how I'll know what you want to do in life, what you want to achieve, what are your goals, what are your targets. Hakuna vile tunaingia kwa relationship afu unaambiwa wataka watoto 6. Nani atazaa wote? Not me. Sasa tafuta wengine wa balance. No, mbona utafute? Wewe enda tu tafuta wao wenye wanataka 6 kama wewe. You don't love kids. I said I love kids, but with a but somewhere. Kama wangapi? That one we'll discuss with my future husband. And you, Carol, mbona Gen Z peke yake ndio wameteseka na mapenzi? Millennials wako wanateseka na mapenzi. I think it's because like sahi watu wako very informed. Alafu the other aspect, kuna social media ina affect sana because there's what social media is defining as like a perfect relationship. So Gen Z akiwa na hiyo in mind, akiona wasichana huku wanafaa kufanyiwa hivi and the person with akona yeye amfanyi hizo vitu, wako like no. So I feel like it's more of influence around social media and the people we are around. Yeah. Yeah, I would say you're over-informed. Kuna a lot of information. I know that we have even AI. Na yambia ikupe a cheat sheet of how a perfect relationship should look like. Zile vitu inakuhighlightia, unasawini AI, hata haina feelings. Like zile vitu inakulistia, uko like unakaa chini unatick. Unaona kila kitu kwa yako una cancel tu. So you even end up una cancel the person. And maybe the person bado anajibuild kukua the person that unafaana. Alafu again, we have the influencers. Vitu wanatuonyesha kwa social media that relationship inafaa ikae ama marriage, unaenda kuzijaribu, yako inaisha. Alafu kumbe pia hawafanyi chenye wanakuambia. Like unapata zao pia ziliisha kitambo, ni business contract ndio wanajaribu kurun ndio waweze kusustain their lifestyles. Na kumbe ulimaliza yako yenye ilikuwa ina work so perfectly. So I think social media inachangia pakubwa sana, social media. Yeah. Do you believe in love and marriage? Me? Yeah. Yes, 100%. Yeah. And you? Of course. So much. Okay. What advice can you give in conclusion to the issue of single motherhood and baby daddies? Okay. Do you think itapungua? No, it doesn't get any better because the circumstances surrounding hiyo kitu ni very diverse, because most of the times unapata a lady anafikisha miaka kaa 28 or 30 na kwa like, since these men wenye napatana nao they are not any good na atuendi anywhere, let me just nipate tu mtoto na mimi nijikalishe, because unapata there are ladies mwenye hawezi submit, it's very hard for them to submit. So anaona badala niende ni submit to a man, hata mimi nipate mtoto wangu nijilele, I have money, I have everything that I need, I don't need a man.
How we can reduce this thing, I think is maybe programs zenye zina educate people on what to do, how to deal with people, with each other. Na pia you usifike hiyo point ya kupata mtoto if you're not ready. Like usifai kufika huko mnafanya mambo za watu wazima kama you're not ready to have a baby. Yes. Nice. Betty. So from my view, one, mtoto unampata upeleke wapi?